Atham Fundo, ni kitu gani ambacho umetuletea katika siku ya leo? Siku ya leo tumekuja na elimu kwa umma kuhusiana na mambo ya shinikizo la damu. Okay. Hasa umekuwa tukisikia kwamba kuna ugonjwa wa pressure, wengine wanasema BP, blood pressure. Kwa hiyo ni shinikizo la damu kwa kuanzia. Kwa hiyo tunakuja kuelimisha umma shinikizo la damu ni nini na nini matatizo ya kuongezeka kwa shinikizo la damu, kwa maana ya kuwa na shinikizo la damu la juu, high blood pressure. Umeona kwa kawaida kila mtu ana shinikizo la damu. Umeona, na ana shinikizo la damu lile la kawaida, kwa maana ya moyo unasukuma damu kupita kwenye mishipa ya damu na ili iende ikafanye kazi mwilini, kwa maana moyo unasukuma damu ili kupeleka damu sehemu mbalimbali za mwili ambazo zinakuwa na tunasema damu yenyewe ina virutubisho pamoja imebeba na oksijeni. Okay. Kwa hiyo inapeleka sehemu mbalimbali za mwili ili mwili uweze kuendelea kufanya kazi zake. Unaupa mwili nguvu na unaupa mwili hewa ya oksijeni mwili uweze kufanya kazi. Sasa kuna wakati inatokea kunakuwa na ukinzani mkubwa kati ya moyo unavosukuma damu kwenda kupitia kwenye mishipa kwenda maeneo mengine ya mwili, kwa maana kunakuwa na ukinzani kati ya force au nguvu inayotumiwa na moyo kusukuma damu na ile tunasema mishipa ya damu, nafasi iliyopo kwenye mishipa ya damu, lile tundu. Yeah. Kwa hiyo sasa moyo unaposukuma damu kwa force kubwa na kukuta mishipa ya damu imepungua size, si ndio? Imepungua nafasi yake, imesinyaa au imepungua nafasi yake, kwa maana ya ndani yake labda kuna mafuta. Maana yake hapo kunakuwa na ongezeko la nguvu inayotumika, na maana yake kunakuwa kuna ongezeko la pressure. Sawa? Sasa inapoongezeka ile pressure, hilo ndo tunaita shinikizo la juu la damu. Okay. High blood pressure. Kwa kawaida binadamu anapaswa kuwa na shinikizo la damu la juu, kwa maana ya systolic blood pressure, systolic blood pressure ambayo ni 120 na chini na chini ni 80. Kwa normal ni 120 kwa 80 kwa chini. Naomba urudie hiyo kwa sababu watu wengine tunakuwa na vipimo nyumbani kwa pima. Yes, ni vizuri ukawa na ile BP machine ambayo unakuwa nayo. Kwa kawaida binadamu anapaswa kuwa na shinikizo la damu sio zaidi ya 120, hilo la juu systolic blood pressure, na diastolic blood pressure 80. Kwa hiyo ni 120 chini ya 80. Chini ya 80. Okay. Hapo hiyo ni kawaida. Okay. Sawa. Sasa linapoanza kuongezeka kwenda juu, sawa, kuanzia 120 mpaka 139, na hili la chini likaenda kuanzia 80 mpaka 89. Sawa, hapo tunaona mtu ana viashiria vya kwenda kwenye ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Hiyo nasema ni pre-hypertension. Kwa hapo ukianza kuona hivyo, maana yake sasa unajua upo kwenye riski ya kupata hiyo ya kupata pressure. Kwa hiyo anza kufanya lifestyle modification. Tunaangalia Emmanuel kwamba hii 120 ya 80 inaweza kageuka kwamba ndogo ikakaa juu, kubwa ikakaa chini. Hapana, ya juu ni ya juu tu na chini ni ya chini. Ndio kwa namba. Kwa namba iko hivyo. Haiwezi kuwa 80 ya 120. Haiwezi kuwa 80 ya 120. Huko juu inaendelea kukua hivyo. Na hata inavyoongezeka kama umeona, juu inaongezeka zaidi kuliko chini. Yani kwa mfano tumesema tunatoka 120 mpaka 139, ya juu ndio tatizo unaanza kuliona linaanza. Sawa? Lakini 80 mpaka 89 chini
Unaona yenyewe ndio tatizo linaendelea. Kwa juu kabisa inaweza ikasoma ngapi? 139. Sasa hiyo bado hapo tunaendelea. Okay. Hapo tumesema hiyo ni kiashiria kwamba kuna dalili za kuanza kuelekea huko. Sawa? Sasa tukianzia tumeenda 139. Sasa tunaenda 140. Sawa? 140 kwa 90. Ndio. Sasa manake tumeshavuka boda ya 139 kwa 89. 140 na 90, hapo tunaanza kusema una shinikizo la juu la damu. High blood pressure. Umeona, ambapo hapo sasa inaweza kwenda ikaongezeka tena paka 159. Sawa, hadi high blood pressure. Na huko chini tukasema ikaongezeka paka 99. Sawa, hiyo ni shinikizo la juu la damu, na wewe hapo sasa ukipimwa maana yake unahitaji kuanza uangalizi na kupewa tiba. Lakini kuna wakati inazidi zaidi ya hapo. Kuanzia tunasema imeenda paka 159, si ndio? Inaweza kama kuanzia 160 na kuendelea 180 huko paka 200. Hizo sasa ni tatizo la juu sasa zaidi, wanasema hypertensive crisis. Maana kwenye hatari. Hatari kubwa hapo, unaweza kupigwa stroke, unaweza kupata kiharusi, umeona, unaweza kupiga figo. Hivyo vyote vinaweza matatizo yale ambayo yanaweza yakatokea na nani. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo tunaweza tukazungumzia unaweza kwenda kwenye tatizo la ugonjwa wa moyo au high blood pressure. Sawa. Kwa hiyo ili sasa uweze kujua kwamba una shinikizo kubwa la damu, maana yake ni lazima upime. Si ndio? Unapima kwa kutumia BP mashine zile kama ni hospitalini, lakini sasa hivi unaweza ukanunua hata kifaa chako ukapima ukiwa nyumbani. Na kwa faida ya msikilizaji pia, unapopima chukua mkono wako, uweke kaa kwenye kiti, tulia. Chukua mkono wako, kama ni kwenye meza weka uwe usawa wa moyo. Okay. Yani uwe unaenda yes, karibu mkono wako uwe unaendana na usawa wa moyo ulipo. Ni kama kuja juu unyanyue fulani kae kwenye usawa wa moyo. Usawa wa moyo. Kwa hiyo hata kama unauweka juu ya meza, lakini uwe usawa wa moyo. Funga ile cuff, kwa maana ile anania BP mashine. Sawa, tulia kwa utulivu, bonyeza, sikilizia majibu yatakayokuja. Sawa. Na ukipima mara moja na ikakupa majibu kwamba kuna pressure ya juu, si ndio? Hauwezi ukasema moja kwa moja kwamba tayari. Sawa, inatakiwa upime zaidi ya mara 3. Sawa, na kwa nyakati tofauti. Usipime, ukipima hapa baadaye tulia. Sawa, utapima kesho tena utapima, ili sasa uweze kusema sasa ni nini, ili sasa nina shinikizo kubwa la damu. Na unapopima sasa hizo mara 3, si ndio uje ujue kwamba sasa hili sasa ni nini, ni tatizo. Lakini sasa kuna wakati unaweza ukaenda hospitalini. Si ndio? Kuna watu tu wakiona lile koti inapanda mzigo ni atuli pressure inapanda, unasema white coat hypertension. Sawa. Kwa unaweza kumpima mtu ukaona mbona pressure yake iko juu. Si ndio? Kwa mtu wa namna hiyo inabidi kuweza kumpa nafasi ya kupima tena na tena. Lakini sasa hivi tuna BP mashine za kutembea nazo, naita ambulatory BP mashine. Unaweza unafungwa unatembea nayo tu masaa 24, alafu baadaye unarudi wanakusomea. Wana monitor inasoma mwenendo wa siku nzima. Mwenendo wa siku nzima, pressure yako ilikuwaje. Kwa hiyo angalau inaondoa kwenye zile tension. Wakati mwingine ikuondoe kwenye kule usahau, maana ukiwa unafanya kazi zingine utakuwa umesahau ile kwamba napima pressure, kuwaza. Kwa sababu hata kuwaza unaweza kusababisha na wewe pressure ikapanda. Kwa hiyo ni muhimu unapopima tupime mara zaidi ya mara 3, wakati tofauti, hata kwa siku 2. Wakati mwingine unaendelea hata kwa mwezi, unaenda una check ili kuona kwamba kweli huyu ili ni tatizo ambalo linafanyaje